Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa wewe ambaye unahitaji kukua kiroho, unahitaji kumsogelea Mungu, unahitaji kumkaribia Mungu, unahitaji kumsikia Mungu, kuishi kwenye mapenzi ya Mungu, njia nyepesi na rahisi ni kuyatazama maisha ya Yesu Kristo kipindi akiwa kwenye ulimwengu. Kuna mambo matano ambayo Yesu Kristo alijihusisha nayo, ambayo tukiwekeza kwenye mambo hayo tunaweza tukamkaribia Mungu, tunaweza tukamsikia Mungu, tunaweza tukakua kiroho, tunaweza tukamsogelea Mungu, tukiweza kuwekeza kwenye mambo hayo matano. Eneo la kwanza ni kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 16 nasema, neno la Kristo na lijae kwa wingi mioyoni mwenu. Jambo la pili ni mifungo. Tenga muda, funga, nenda mbele za Mungu. Injili ile ya Marko sura ya 2 mstari ule wa 19 mpaka ule wa 20. Unapofunga unaudhoofisha mwili wako na ile roho ambayo ipo ndani yako, au niseme mtu wako wa ndani anakuwa yuko kwenye nafasi nzuri sana, anakuwa yuko kwenye hali nzuri sana ya kufanya mawasiliano kwenye ulimwengu wa roho. Eneo la tatu ni maombi. Uwe mwombaji, hasa kuomba katika roho. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 14 mstari ule wa 2 na ule mstari wa 14. Tunapoomba katika roho, roho zetu zinaomba na tunazungumza na Mungu moja kwa moja, mambo ya sirini. Jambo la 4 ni utoaji wa sadaka. Kupitia sadaka tunaweza tukamkaribia Mungu, tukamsogelea Mungu, tukawa karibu na Mungu. Injili ile ya Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 21 anasema, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapo kwenda. Lakini jambo la 5 na la mwisho ni utakatifu. Kaa mbali na dhambi. Kaa mbali na dhambi. Kile kitabu cha Ibrania ile sura ya 12 mstari wa 14. Mungu huwa anahusiana na watu kwa njia tofauti tofauti. Huwezi ukamweka au ukamwekea mipaka kwamba lazima apite kwenye sadaka, lazima apite kwenye mifungo, lazima apite kwenye maombi, lazima apite kwenye neno na utafakari neno, au lazima apite kwenye utakatifu. Hapana, kuna watu ambao wamekutana na Mungu nje kabisa ya vitu hivi. Paulo amekutana na Yesu Kristo, hakuwa mtakatifu tena, alikuwa yuko kinyume na Ukristo, lakini aliweza kukutana na Yesu. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo tunaziona kwenye maisha ya Yesu. Kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona utakatifu, tunaona sadaka, yeye mwenyewe alijitoa kama sadaka. Lakini kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona maombi, alikuwa ni mtu wa maombi. Kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona mifungo, alikuwa ni mtu anayependa kufunga. Lakini kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona vile vile alikuwa ni mtu wa neno. Kipindi yule adui wa shetani anamjaribu, Yesu Kristo aliweza kumshinda shetani kupitia neno la Mungu. Alimwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Vile vile alimwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa nini alikuwa sema imeandikwa? Imeandikwa kwa sababu alikuwa analijua neno na neno lilikuwa ndani ya moyo wake. Ndio maana ilikuwa ni rahisi yeye kulisema. Neno la Mungu linatuambia kwamba yanayomtoka mtu kinywani ni yale yaliyoujaza moyo wake. Shalom, shalom mtu wa Mungu. Mungu akubariki, Mungu akutunze.